Wakaniambia mtoto ako na shida ati tumtoe. Ndio inaweza patikana mimi inaweza tu affect sisi wawili. Maybe akaniambia tumtoe na mimi vile naamini Mungu si kwenda nikaomba nikafunga hiyo right. Nikaendelea kwa na sikusikia shida yoyote, nikaendelea vizuri hadi 9 months. Na ile siku mtoto sasa alizaliwa. Alikuwa anakuambia Musesi okake kangu kedie isitwani ya Yesu Kristo balabonde wende na kutukwatilia muthenyani wa umundi mu ya Yesu nata wenye nito faith uwa mulei ni musiona ni mutange Kristo editwe ewe kwatendeni wa thanyu wakwa. Yes ne musengisio Kristo atunenge twikalembe waku tubikie na kunenge unene wa mwe pasanga iwomya mundu maundu monga iwabikia na kusindania andu make twibano tukwikie wikwacho nena kulikania kana kilungu kino batawacho munene ne kwikia thai wako binya na kumanyakana nina Kristo na yaweza mambo yote, hata kama ni mazito, hata kama ni magumu, na basi nitayaweza katika jina la Yesu Kristo. Nenda mulikanye kana kilungu kike teto kwa kuniko ndo uwa sewa kampuni wako wa keki wa Motherland Pekasa na ikija kana lwane na nyama kusila nambani isu ebukiyone chaku nende ndwithia unako siani kwithila event ya kwiti will never be the same again na ini makumeno kama tanite ni kwithila mekitha sakana keki sio makwete keki sia quality ya Europio suweto no tweka wa kisasa na kwa nena nyama kwesela namba ni su ikiyone chaku napatia kwa nanga vinda bitikelene mudhoche mwenye wito muthenya wa umundi but fortunately kana unfortunately ni wewe lakini ndele wake kamba kwa hivyo itabidi tu switch na tuingie Kiswahili mara moja usipokuharibu wakati. Karibu sana kwa ndani ya studio zetu. Asante. Kwa majina yangu naitwa Eunice Joroge, mzazi wa watoto wawili na a boy and girl. Nimetoka upande wa Thika. Yes. Na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Eunice, asante sana ni kwa ajili ya kututembelea siku ya leo. Ningependa nijue umesema wewe ni mama ya watoto wawili na hapo ukasema lakini inamaanisha nini? Lakini inamaanisha yes, huyo msichana ako na shida. Bridget. Yes. Alimzaa nono but alikuja akabadilika baadaye. Akiwa na mwezi mmoja. Akakuwa aje kubadilika kwake akawaje? Akaanza kugojeka hospitali kila time. Lakini vile walikuwa wanampeleka hospitali hawakuwa wanajua shida yake ni nini. Yes. Lakini nashukuru hospitali moja ya Mama Rusi wao ndio walijua shida ya mtoto ni nini. Ilikuwa shida ya calcium yake ilikuwa chini. Na kabla hatujafika pale ningependa nijue wakati ulikuwa mjamzito, wakati ulikuwa na mimba, ulikuwa unaenda kliniki kama kawaida? Nilikuwa naenda. Hata kama ilifika mahali kaanza kutoka kidogo. Mimba ikaanza kusumbua. Kusumbua. Lakini vile nilienda hospitali wakanitibu na ikakuwa sawa. Na kwa wakati ulikuwa unaenda kliniki, hakuna daktari yote aligundua kwamba kuna shida yote na mtoto mpaka akafika wakati wa kuzaliwa? Okay, kuna time nilikuwa nimeenda Mama Rusi bado. Wakaniambia mtoto ako na shida ati tumtoe. Ndio inaweza patikana mimi inaweza tu affect sisi wawili. Maybe akaniambia tumtoe na mimi vile naamini Mungu si kwenda nikaomba nikafunga hiyo right. Nikaendelea kwenda kliniki na sikusikia shida yoyote, nikaendelea vizuri hadi 9 months. Na ile siku mtoto sasa alizaliwa. Alikuwa anakuambia daktari alikuwa sema mtoe mimba kwa nini? Nitoe mimba kwa ajili itani affect na affect mtoto, yani tutakufa sisi wote. Okay. Sasa alikuwa anazuilia madhari mtoto atoke aende ubaki utazaa mwingine. Lakini ukachagua kuweka mimba
Okay. Na kukawaje? Nikaendelea nikachange hiyo sasa hospitali, nikaanza kwenda St. Mary's. Unajua ile St. Mary's iko Lang'ata. Yes. Nilianza kwenda huko. Na sikuwa na shida yoyote sasa, wakaendelea mpaka mtoto akafikisha 9 months mpaka uchungu ikakuja. Mtoto nilimzaa nomo kabisa mpaka sasa bila alifikisha 1 month ndio alianza kugonjeka. Okay. Na mtoto hakuwa anajulikana shida ni nini, na mpeleka hospitali, joto kila time, kifua, lakini hawakuwa wanajua shida ni nini. Na walipima ugonjwa yote haionekani. But vile nilienda Mama Rusi, wao ndio walijua shida ya mtoto ni gani. Okay. Na sasa shida ya mtoto wamejua shida ni calcium iko chini, mkaanza matibabu. Tukaanza matibabu, mtoto akapewa dawa, lakini sasa mtoto alianza kuruhusi kilo ikaanza kwenda chini. Sasa mtoto ndio akajulikana hiyo shida ya calcium imemwaffect. Akachelewa kukaa, watoto wanazaliwa tu akikaa yeye anabaki hivyo. Nilikuwa najiuliza maswali, kwa nini mtoto wangu anachelewa hivi? Ikafika ni kukaa, mtoto hakai, lazima umsupport. Mgongo ilikuwa na shida, kifua side moja ilikuwa kubwa, na kifua nayo, miguu, ukimwangalia miguu, acha nikwambie ni Mungu tu. Amen. Mungu ndiye amenifikisha mahali nimefika. Kwa ajili hata kama nimepitia hayo yote, Mungu amenisaidia. Mtoto niliendelea kumpeleka hospitali. Nikimaliza wiki 2 bado mtoto niko hospitali na yeye. Hivyo mpaka dakika ya mwisho. Vile sasa niliambiwa niache kumpeleka clinic, aendelee na dawa sasa. Nasikia Eunice ukiongea nikafanya. Ninasikia ni kana kwamba wewe ni mzazi mmoja, ni kuolewa hujaolewa ama ni mzee alikuwa yuko what hapa katikati kunaendelea namna gani kwani? Sijui ni vile aliona huyu mtoto vile yako. Akaanza akaenda akaniachia watoto. Ilikuwa jioni. Sasa akaniambia, unajua mtoto nilikuwa namsumbua sana kila time niko hospitali. Ulikuwa unasumbua mzee ama unasumbua mtoto? Mzee lazima nikimpeleka hospitali lazima umwambie. Because mnahitaji pesa, transport and all that. Yeye alichoka. Alichoka akaniachia huyo mtoto, na sina huyo mtoto peke yake, niko na mwingine. Sasa mimi kasichana ndio kakubwa mwanzo. Kasichana ndiko kadogo. Niko na kaboy kako grade 8 sasa. Okay. Sasa vile aliona mtoto wako na shida, mimi aliniachia. Aliniambia hizo nguo zote zangu ziko huko, toa upeane ama uchome. Mimi nikashindwa nitafanya nini? Mimi ndio mtoto, sina kazi, niko na mwingine ananigojea kwa shule. Nikashindwa nitaanza wapi. Bwanako alitoroka kwa sababu mlipata mtoto na akawa na shida. Aliogopa hiyo majukumu. Na sijui akaona huyu mtoto ni kama sio yeye nilikuwa natarajia, akaniachia huyo mtoto hadi wa leo. Amepotea kwa miaka mingapi? Miaka 6 sasa. Pole. But pia ni safari ya mlokole. Ukiwa umeokoka utapitia mambo mengi, mambo mazito. Nafika mahali unaona kama Mungu amekusahau, lakini Mungu hajakusahau my sister. Turudi hapa tuachane na huyo alienda na basi na aende na apate amani kule yuko. Turudi sasa hapa kwa Bridget. Umeambiwa ako na shida, mmeanza kwenda clinic, mkaamua mwende therapy. Sasa mtoto wako miaka ngapi? Ako na miaka 6 sana. Ameketi, ametembea, ameongea. Sasa progress iko namna gani? Alitembea hata kama akitembea unaona bado nguvu haijarudi. Juu huyo mtoto anastahili care, a lot of caring. Anastahili kukula vizuri. Yani anastahili special care. Special care. Na mimi mwenyewe sina kazi. Mimi ni mama wa leo upate kibarua ama ukose. Na unajua huyo mtoto anafaa kula vizuri. Sasa hata akitembea unaona hajarudi kawaida. Vile mtoto anafaa kutembea. Hata kama ametembea akiwa amechelewa, hajatembea, na pia hajaongea. Na pia hajasikia bado. Nilimpeleka hospitali Kenyatta, nikaambiwa mtoto ako na shida ya masikio, haezi ongea.
hasikii na haongei, nikaambiwa kwa Sasa pia nayo ulijua after like how long? After akiwa na 5 years. Ndio umejua? Ndio nimejua juu hata za kumpeleka hospitali afanyiwe hiyo test pia ni pesa. Ilikuwa inastahili 18,000. Sasa mimi hata ni watu walinisaidia walinichangia ndio huyo mtoto aweze kwenda hospitali afanyiwe hiyo test ya masikio. Ndio mtoto ajulikane ako na shida gani. Sasa ndio madaktari waliniambia mtoto ako na shida ya masikio, haezi sikia, haezi ongea. Ile kitu wanastahili ni hearing aids. Hearing aids saa hii nikaenda hospitali Kenyatta nikaambiwa ni 90,000. Saa hii nitatoa wapi? Mimi ni mama wa kufua, sina kazi. Niko na mwingine hapo grade 8, anastahili kutunga. Mimi ndio baba na ndio mama. Yes. Wow. Mtoto aongei na atembei. Anatembea, aongei na asikii. Okay. Na hata kutembea ni ile unaona hajakuwa kabisa. Kama mama sasa, huo una communicate aje na ule mtoto? Kuanga challenge juu saa zingine anataka kitu, lazima ung'ang'ane sana ujue anataka nini. Juu lazima anataka kitu lakini huelewi anataka nini saa zingine. Maybe a point ama kuna jambo anataka na haezi akakwambia juu ajui kuongea. Sasa utajuaje mtoto wako anahisi njaa? Maybe aende kwa chakula a point. Lakini za zingine kuna zenye zinanipitanga pia mimi mzazi. Juu huyo mtoto hasikii. Unajua kusikia ndio kuongea. Mara mingi unapata tunapopitia changamoto za maisha, watu wa nyumbani wanaweza tulaumu na wengine watupende. Kwako kulikuwa namna gani? Watu wenu waliku embrace, walikuonyesha upendo, ama walianza kukulaumu na unapata mtoto wako namna hii kwa sababu ya hii? Umekuaje kutoka kwa watu wenu? Watu wetu walini ukaona hakuna upendo kabisa. Even your sisters, your brothers, wazazi, hata wasaidia ya Bwana. Ikafika mahali wakaanza kunichukia. Watu wa damu yako, achana na Bwana. Bwana alitoroka, huyo tumuache hivyo tu, alitoroka. Turudi hapa kwenu. Watu wenu walichukulia hili jambo aje? Waliona ni kama hata wengine hata walikuwa naomba huyo mtoto aondoke. Juu hawajai una mtoto kama huyo kwa familia yetu. Unaona hata kama ni madada hawataki kuona huyo mtoto. Hata vile unaweza achia mtu mtoto hataki kumuona. Hata uachie sister yako mtoto hawezi. Utampata vile hata kama ni diaper juu unatumia diaper utapata kile hajachejiwa. Na mpaka wazazi hawako at least. Wazazi at least hata ukiwalilia za zingine uko chini, at least walikuwa wanasaidia. Juu nilikuwa na mzazi mmoja, hata kama saa hii hayuko, niko sasa, walikufa wote. Walienda dunia. Sasa Lakini sasa dada zako na ndugu zako hawajai embrace mtoto? Hawajai. Hata waleo, hata uwalilia aje. Hata ukiwa chini, hata kama hauna chakula, hawezi. Mtazamaji wangu, ni kama vile unavyosikia Eunice akiongea, wakati mwingi tunapita changamoto za maisha, unajiuliza nitamaliza aje hapa, lakini ile nataka nikuhimize ni kwamba Mungu ako na kusudio na maisha yako. Mungu anakuazia mema. Maandiko yananiambia kwamba alinijua kabla. So hata maisha yangu kufika hapa anayajua. Kama alinijua kabla sijaumbwa tumboni mwa mamangu, je kukua kwangu, je kuishi kwangu. Na kwa hivyo tuko hapa tutie mtu moyo. Eunice kwa sasa amevunjika moyo, anajisikia mambo yaendi vile angetarajia, lakini nataka nikuhimize ndugu ya kwamba Mungu ako na mpango. Na Mungu aweze kukuletea jaribu ambalo utaliezana. Sawa. Nataka tujue sasa, mpaka hapo mnaendelea na therapy, inasaidia mtoto therapy ama kuko namna gani?
therapy yenyewe anaenda. Lakini anaenda like how frequently ama mara ngapi kwa wiki? Anaenda kila siku na lazima aende. Juu daily. Wow, okay. Daily lazima aende. Juu ni speech therapy. Lakini pia hata akienda hiyo therapy ya speech, si unaona aski anafaa hearing aids. Sasa nikaambiwa na daktari hata kama anaenda speech, unajua mtu usikia ndio aonge. Sasa kama hana machini ya masikio ni gumu sana, hata kama ataongea hata sikia. Sasa nampeleka tu just aongee, lakini kusikia bado hajasikia. Na kuna mtu yuko pale nje, kuna mtu atakutazama, kuna mtu atawatch program, kuna Mkenya tu ako pale nje, mtu mwenye roho ya kusaidia, mtu mwenye mawazo mema, unaweza ambia Wakenya nini? Mimi naweza waambia Mungu yuko. Hata ukipitia gani, ukiweka Mungu mbele, kwa hakika Mungu hatakuacha. Nataka nisikie kama kuna msaada yoyote ungependa kuomba kwa Wakenya, maana sisi wote tumeneemishwa vitu tofauti. Uko na fedha kuniliko, kuna mwingine amebarikiwa hivi, kuna daktari fulani mahali. Nataka uongee na watu kama kuna msaada yote unaweza hitaji. Mimi chenye ningependa kuomba Wakenya ni vile sina kazi. Mimi ni mama wa vibarua. Naweza enda leo kama leo nikose, kama leo sijaenda. Naweza ingia kwa nyumba niambie watoto tulale, hakuna chakula kwa hiyo siku. Na unaona ule mtoto anafaa kukula vizuri. Anafaa kukula serious nini, lakini sina uwezo. Na pia anastahili hiyo hearing aids. Chochote tu unaweza nifikiria nacho, nitashukuru. Na pia kuna mwingine yako shule, ni mimi tu. Mungu tu atakukumbuka. Chenye tu uko nacho, Mungu atakukumbuka. Wow. Nadhani umejisikia story yake Eunice. Mara mingi huwa hatuna mengi ya kusema, lakini hiyo kidogo itakutia moyo, itakuhimiza, itakusukuma mahali ujue hakika kama Mungu ameweza kuneemisha Eunice na akamsimamisha mpaka hapo. Na je, mimi hii kidogo yangu ninalilia. Uko pale unalia una kazi, uko pale unalia anga una, lakini kuna mwingine hapa naye analilia angalau apate matibabu ya mtoto. Na kwa hivyo kama uko pale, Mkenya mwenzangu, tafadhali nakuomba, Mkristo mwenzangu, mtu mwenye roho ya kutenda wema, tafadhali Eunice atatupatia namba yake, na bado director wangu atakuwa anaweka ile namba pale kwa kioo, then upigie Eunice. Sitaki nikuwe mediator. Ukitaka nikuwe mediator, well and good, but pia ni vizuri tupeane nambari yake. Kama uko na shilingi 100, uko na 500 yako, uko na 1000 yenye hujapangia kitu kwa sasa, unaweza mtumia umsaidie, aweze kununulia mtoto madawa, aweze kumpeleka therapy. Hiyo therapy si ati ni bure. Ni vile tu Eunice si ule mtu wa kulia sana, unaona anaongea bado akipima. Hiyo therapy ni kazi, inalipwa. You have to pay for it. Na kwa hivyo ningekuomba tu wewe unayenitazama, kwa neema ya msalaba tusaidie Eunice aweze kusaidika, aweze kupata hiyo unaita nini, hearing aid. Yes, ya mtoto aweze kusaidika kusikia, aweze kuendelea na therapy, aweze kuongea, na mbingu itakukumbuka. Eunice, naomba utupe maneno yako ya mwisho tukiendelea kumalizia ndani ya program yetu. Mimi nitasema ni asante kunialika huko kwenu. Mungu azidi kuwaongezea na azidi kuonyeshia maji ya baraka. Amen. Nimefurahia kwa ajili ya kushikania na mimi wakati mgumu. Mungu azidi kubariki. Asante sana Eunice. Mungu na akubariki, akupe neema. Wamama tumeneemishwa vikubwa. Yaani wamama tunapitianga mambo mazito sana, lakini ukikutana na sisi so zetu tu zinang'aa, maana kuna neema mpya Mungu ametupa kama wamama. Na kwa hivyo Mungu akusaidie, mbingu ikukumbuke, na bado Mungu atusaidie tuweze kuwa baraka kwako. Mena at times naambianga wa Kristo, wacha kumsukumu, mwambie Mungu ambariki, na basi pia wewe utumika uwe baraka katika maisha yake. Na kwa hivyo tutazidi kuongea. Eunice, naomba upeane nambari yako ya simu
Namba yangu ni 0729 52 72 56. 0729 52 72 56. Hiyo ndio namba ya Eunice, na bado director atakuwa anaiweka pale mali inaonekana vizuri ili tuweze kumfikia, na Mungu atawabariki sana sana sana. Yes, till next time, same time, a different place, by God's grace. Ninasema kwa Irini. Thank you so much my director Toto Bichi kwa kuhakikisha kwamba hii program imefikia watu wetu kwa wakati unaofaa. Mungu akubariki sana. Thank you very much.